Pendaneni. Ngoja niwaambie, moja ya changamoto kubwa Tanzania hii ni upendo. Ni wanafiki sana sisi. Wewe mama unapenda, usio na wasiwasi. Ukizunguka wewe unadhani unafanya kawaida. Mwenyezi Mungu anakuona. Ni bora umwambie mtu sikupendi. Kwa wewe unajizibia riziki. Hela inakuja inapotea. Hela inakuja haikai. Ni Mwenyezi Mungu anakunyang'anya. Anajua wewe akikupa, wewe ni mnafiki. Sisi moja. Ombi langu kwenu hapa Mtama, na ni ombi pia la kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, ni ombi la mwenyekiti na katibu mkuu, kwamba tupendane kiukweli. Tusiigize upendo. Kwenye ndoa wengi tunaigiza. Watu wanaigiza. Au mke wangu anampenda sana, lakini ukimwangalia bado uko sitaki kuingia. Kwa hiyo swala la upendo ni la msingi, na nimesimama hapa muda mrefu kwa sababu tunapomaliza uchaguzi, sisi shida yetu ni watu kuchukiana, kukanyagana, kusemeana uongo. Yaani tunachomekeana. Na wale sasa wenye nafasi ya kufika kwa mwenyekiti Jarufu. Jarufu anajua mwenyekiti wako wilaya nadhani kupa support yule. Yule alipinga hadharani. Sasa unaenda kumwambia nini? Na uchaguzi utaishi. Nape mama fulani alikuchukia, sasa unataka Nape afanye nini? Unapo sasa ukimaliza hapo, unaenda unapiga dua yako, Mwenyezi Mungu nipe maisha marefu, anamgawa kesho kwa hiyo nafiki. Nape kweli. Vinaungana kama hamjui, vinaungana. Unafiki wako haupi nafasi Mwenyezi Mungu kuwa na wewe. Dini zote mbili zinazungumza. Kwa tufute hiyo. Kama mtu mpendi, mwambie tu kweli. Bwana wewe sikupendi. Akwambie kwa nini unipendi, tubalize tupatane. Kama hamwezi kupatana, ni Mwenyezi Mungu atajua jinsi ya kuwatenganisha. Na ukiona amemtanguliza yeye, ujue kweli hakupa. Wewe ndio uko salama. Yeye kumbe kwa Changemwache sisi moyo. La tatu, kusherehekea miaka 49 ni utu. Hili linatupa tabu kidogo la utu, ambayo inaendana kidogo na upendo. Lakini iko na hili la utu ni ruhusuni. Ni waseme hawa. Ndio maana tunataka madiwani waje wao. Kuna watu kabla ya uchaguzi kila siku namuona msimami, namuona nyumbani, namuona anasalimia kila mtu, namuona amechaguliwa. Umuone tena bega liko. Kisha ondoa utu wake. Nimemwambia mimi hata mwanangu yule kwamba hawa ni waajiri wako. Ni bahati tu tumekupa wewe gari ili uzunguke zaidi uweze kufika sehemu nyingi. Na sio tungekuwa na magari mengi, kila mmoja hapa tungempa ili aweze kutembea. Kwa wanapokuja hao kwako, wanakuja kwa kijana wao, mtumishi wao, messenger wao. Na hiyo nawaambia wote, mwenyekiti wa shina ni bosi kuliko mkuu wa wilaya. Mwenyekiti wa tawi na hata mwenyekiti ni bosi. Mkuu wa wilaya ambaye hataki kumsikiliza mwenyekiti wa shina au mwenyekiti wa tawi, huyo mkuu wa wilaya tuambieni leo hii tunamwambia bi mkubwa mkeka unatema. Chuki imejengwa kwa sababu wameibuka viongozi, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, maafisa. Wale maafisa wa halmashauri wale ni watumishi wenu. Niwaambie kwa nini? Hivi majuzi mwaka jana, mwaka ulioisha, nani waliokuwa mtaani kutafuta kura? Nani walikuwa mtaani kutafuta kura? Sisi. Tulikuwa tunatafuta kura ili tufanye nini? Tushinde chama chetu. Tuunde serikali. Serikali imeundwa, wale tuliowatafutia kura waanze kutubagaza tena. Simenielewa?
muwe wakali. Na mkuu wa wilaya atakaye kuweka ndani kwa kumwambia ukweli, huyu hafai kuwa mkuu wa wilaya. Mtendaji, hakuna bosi mtendaji. Mtendaji ni mtumishi wako. Nataka niwajenge kiburi wana CCM. Nchi hii ni yenu. Sisi moyo. Hii nchi ni ya Chama cha Mapinduzi. Tumepewa na wananchi tuitawale. Tumepewa na wananchi tuiongoze. Tumeteua watu waongoze. Hao watu tuliowateua waongoze ndio hawa. Mmoja wapo ni mkuu wa wilaya, anakuja mtendaji, anakuja. Akikuletea kiburi mtendaji, ili naliomba tena mwenyekiti wa wilaya, ukipata kesi hiyo, unapoipeleka kwingine, nipe na mimi nakala. Huyo mtendaji hafai kuwa mtendaji. Wala msifikishia hata mkuu wa wilaya. Mwambie mwenyekiti, mtendaji huyu hatufai. Nimemuita haji. Kuna tatizo haji. Swala dogo tu la tatu hilo lilikuwa la utu. Na utu mwingine ni sisi wenyewe. Hivi wewe, kuna mtu hapa analalia vitanda vinane? Kuna mtu hapa kila vijiko anakula vijiko viwili? Tunalala kitanda kimoja, tunalala pamoja, tunakula chakula. Kwa nini usione mwenzako ana shida usimsaidie? Sisi moyo. Kwa nini? Hiyo nauliza. Kwa nini tusijenge utamaduni wa kusaidia? Na hii nasema, na mwenyekiti nazungumza kwa kupitia jukwaa lako. Hii ni tatizo la Tanzania nzima. Watu ni wabinafsi mno. Yaani watu ni wabinafsi mno. Yuko radhi mwenzake alale njaa, yeye atumie vitu mara mbili. Liko tatizo limezuka, sio kweli. Wenzetu kule wa mjini, anaenda kwenye starehe, anatumia zaidi ya 7, 8, 9 kwa kula bata, wakati kuna mtu huko amelala njaa. Kwenye sherehe hilo inawezekana kwa kulipa. Anapakua chakula kinajaa sinia nzima, hata amalizi anakwenda kumwaga. Sisi kwa dini ya Kiislamu ni watu. Twende kwa kiasi, tuchukue kwa kiasi, tusaidie wengine. Kuanzia leo Mtama tukubaliane, hakuna kumwaga chakula. Sisi moyo. Hakuna? Ni dhambi. Tunapokwenda hasa mwaka huu mwaka ni mwaka wa kujijenga kiuchumi. Tukubaliane kabisa. Kama unatunza hela yako, tunza vizuri sana. Acha matumizi ya ovyo ovyo. Kina mama nitawasema kidogo. Wengine mkitoka hapa hata ukipata 5,000 haifiki nyumbani. Ukifika jana unanunua hiki hata ukipangia. Sisi moyo. Uongo kweli? Kweli. Na nikija makabatini kweli, kuna nguo za miaka 10 hamjawahi kuzitumia. Za nini? Sitoa uza. Wewe na mavitenge yamerundikana. Una nini? Wengine nyumbani ukipita unakuta kamba imekaa huku imetoka kule imejaa nguo. Aliyevaa nguo 7, 8, 9, 10 hapa nani? Hizo ni hela umezikaa nazo, unazijaza. Na Mwenyezi Mungu anakuangalia, ndio huyu anazo, simpi tena. Afadhali sisi wakina baba kidogo nguo na 2, 3, 4, 5. Lakini wako na wakina baba wa namna hiyo. Sasa nakuja Mtama kuambia, kama Nape hataki kuambia, mimi nawaambia. Hali ya uchumi wa mwaka huu inaweza kawa ngumu, kwa tunachotakiwa vile ambavyo hatuvitumii, tuweke gulio, uza hata kwa bei rahisi. Chukua zile hela, zizalishe.